Gu Xiaojiao ni mwanamke wa miaka 30 anaishi Shanghai. Alikuwa na miaka 12 babake tajiri alipofariki katika ajali na ilibidi aondoke nyumbani kwake kwa utotoni. Tangu wakati huo, Gu alianza kufanya kazi ili apate pesa za kutosha kununua nyumba hiyo tena, lakini kazi yake mbaya haimlipi vizuri. Kisha tunamjua Lu Ming, mbunifu wa majengo ambaye hana bahati. Anatafuta mteja wa kuwekeza katika mawazo yake, lakini hajafanikiwa. Mwisho wa siku, wote wawili Mi na Gu wanarudi nyumbani kwenye mtaa duni. Ajabu ni kwamba wanaishi katika ghorofa moja, jengo moja. Gu anaweka nguo zake kwenye mashine ya kufua, Ming anapika chakula cha jioni. Baadaye mboga za Ming zinaishia kwenye beseni la Gu na rofa yake ipo kwenye sinki ya Ming. Ajabu zaidi, nguo za Gu zinaingia kwenye sufuria yake ya kupikia na chakula chake kiko mahali pa nguo za Gu. Usiku wote vitu vyao vinaendelea kuhamia upande mwingine. Hawafikirii sana kabla ya kulala. Asubuhi Ming anaamka kwa kofi usoni. Chumba cha Gu kimeungana na chumba chake na kuwa chumba kimoja. Mwanzoni wanaogopa na kufikiri wanaibiwa, lakini wanapoangalia hali ya vyumba wanachanganyikiwa zaidi. Nje la dirisha la Gu kuna jua kali. Upande wa Ming mvua inanyesha. Wanasimama mlangoni ambapo pia umeungana. Ming anafungua upande wake wa kwanza. Nje ni ulimwengu wa kawaida kwake, lakini wa kushangaza kwa Gu, anapatikana kuwa na miaka 25 na anaishi mwaka 1999. Gu anapita upande wake haraka na Ming anashangaa kuona ulimwengu wa maendeleo mwaka 2018. Inageuka kuwa anaishi ghorofa moja, lakini katika nyakati tofauti mbili tofauti ambazo zimeungana kuwa njia isiyoelezeka. Anampiga Ming kofi ili kuona anaota. Inapoumiza inakuwa wazi kwa hatima zao zimeungana bila maelezo. Wanajaribu kufungua mlango pamoja na inasababisha ghorofa kuungana zaidi. Wanapata kuwa hawawezi kufungua mlango wa mwingine, wanaweza kupita tu wakati mwingine anapoufungua. Gu anatambua kuwa katika nyakati za Ming baba yake bado yu hai. Anaenda haraka nyumbani kwao wa utotoni na kumwona mdogo wake akicheza na baba yake. Hali inamfanya aumie moyoni, lakini anapojaribu kusogelea ardhi inatetemeka na kumzuia. Nyumbani Ming anataka kuona mustakabali wake. Badala ya kutoka, Gu anampa laptop yake ili ajitafute kwenye mtandao ya kijamii. Ming anashangaa kuona teknolojia mpya, lakini anapoandika jina lake ardhi inatetemeka tena. Wanapata kuwa hawawezi kuwasiliana wao, na wakati mwingine watu wawili sawa hawawezi kuwepo wakati mmoja. Usiku Gu anacheza mziki kwenye simu na kuagiza chakula kwa AI. Ming anashangaa kila kitu simu inawezaje kufanya. Katika eneo lingine, kundi la wafanyabiashara matajiri na wanasayansi wanakutana kuhusu mabadiliko ya vipimo. Wanasayansi anatoa mfano wa ndege iliyopotea ili kuthibitisha ilisafiri kwa wakati na vipimo kabla ya kurudi. Utafiti wake unaonyesha kuwa muunganiko wa vipimo umetoka jijini. Sasa wanahitaji tu kupata kurugenzi za mahali hapo. Mfanyabiashara anapanga kutumia poto hiyo kupata pesa. Hatujamwona uso wake, lakini ni wazi anafadhili utafiti ili afaidike. Usiku Gu na Ming hawawezi kulala. Gu anazungumza kuhusu kifo cha baba yake na athari iliyokuwa nayo, na rengi yake tu ya kumbukumbu baada ya nyumba na mali zote kuchukuliwa na wakopeshaji. Siku inayofuata wanaendelea na maisha yao ya kawaida kupitia milango yao. Gu anatafuta mume tajiri atakayemnunulia nyumba na kubadilisha mkono wake. Anaenda kwenye date kadhaa, lakini hajapata yoyote tayari wa kutimiza ndoto zake za gold digger. Anaenda date na mtu anayempenda sana. Anapomuuliza anachotarajia katika uhusiano, anaonyesha maonyesho ya nyumba. Mtu anahisi kama yuko mkutano na Redditor, sio date ya kwanza. Kisha Gu anakutana na mtu kutoka app ya uchumba. Anamwambia sharti lake la ndoa na akubali kwa furaha. Inageuka ana biashara ya kilimo na ni tajiri, ni mara mbili ya umri wa Gu, na anazungumza kama mchafu, lakini anampa nafasi. Anataka kulipa tu nusu ya malipo ya awali ili nyumba iwe na majina yao yote mawili. Wanaenda ATM kuchukua pesa. Gu anaenda kwanza kumpa pesa kabla ya kumtuma kununua maji, lakini kwa bahati mbaya ni mdanganyifu anayekimbia na pesa zake. Anabaki nje ya benki kwa masaa kabla polisi kuja kuchunguza. Ming kwa upande wake anafurahia snack ndani ya choo. Anasikia CEO wa kampuni yake na meneja wake wakizungumza kuhusu biashara ijayo. Baada ya CEO kuondoka, meneja Zhao anafichua anapanga kuiba pesa zote za CEO na kumfanya afilisike. Meneja anagundua mtu anasikiliza na kumvuta Ming chini ya store ili kumfanya nyamaze. Anamwambia atamkopesha pesa anayohitaji kwa biashara yake. Ming anaomba muda wa kufikiria. Baadaye Ming anaenda kwa Zhao ambaye anataka kumfukuza kazi. Ameona Ming hana ushahidi wa mpango wa usaliti, lakini badala ya kujitetea, Ming ana wasiwasi tu kuhusu CEO kufilisika. Zhao anamuita luza kwa kufikiria wengine zaidi yake. Siku inayofuata Gu yupo kazini, duka la vitu, na rafiki wake wa utotoni anajifanya mteja tajiri ili aonekane mzuri, ambaye ameolewa na tajiri. Wasichana wanazungumza na Gu anajisifia kuhusu mume wake bilionea asiyekuwepo. Uongo unarudi nyuma wakati Xiao anapanga chakula cha jioni kati ya wenzi hao wawili jioni hiyo. Gu anamvisha Ming suti
iliyokodishwa na kumpeleka kwenye chakula. Inakwenda vizuri mwanzoni hadi Ming anapokunywa kutoka kwenye kikombe cha barafu, kuonesha tagi ya kukodishwa kwenye suti lake na kusema anafanya kazi kama mtafiti wa UFO. Mwishoni wa siku, almasi bandia ya $1 kwenye kidole cha Gu inaanguka kwenye jiko na kuyeyuka. Anarudi nyumbani akilia huku Ming akimfariji. Wawili wanaangalia TV pamoja wakati kipindi kuhusu tiketi za bahati nasibu kinawavutia. Siku inayofuata wanasimama nje na kusisimka kukusanya namba za kushinda. Wanazinunua katika mwaka 1999 na hata kabla ya matokeo kutangazwa wanaanza kusherekea. Gu anampeleka Ming date, kucheza michezo ya VR, kutembea mjini na kwenda baa. Mwishoni wanasahau kuwa wamefilisika na kunywa zaidi walivyoweza. Gu anaahidi mkoba wake wa bei ghali kwa mkahawa, anaahidi kurudisha pesa kesho. Na ndio mwisho wa sehemu ya kwanza wa mzigo unaoitwa How Long Will I Love You. Na kama hujasubscribe basi hakikisha una subscribe, una comment na kushare. Mimi ni Kachil.